Jinsi ya kutambua wakati unapokuwa na uwezo wa kupata mimba. Ovulation ni mchakato ambapo mwili wa mwanamke hutoa yai kutoka kwenye ovari na kulifanya liwe tayari kwa kurutubishwa na mbegu ya kiume na kutengeneza kijusi. Kujua wakati unaokuwa una ovulate ni muhimu sana kwa wanawake wanaojaribu kupata mimba, lakini pia ni njia bora ya kutabiri kipindi cha hedhi na kufuatilia afya ya uzazi. Katika makala hii, tutazungumzia baadhi ya dalili za kawaida za ovulation. 1. Mabadiliko ya ute katika shingo ya kizazi. Moja ya dalili zinazojitokeza sana wakati wa ovulation ni mabadiliko ya ute katika shingo ya kizazi. Wakati wa ovulation, ute huu huwa mwembamba, ng'avu na huvuta kama ute wa yai bichi. Aina hii ya ute ni nzuri kwa urutubishaji kwa sababu hurahisisha mbegu za kiume kusafiri hadi kwenye yai. Ili kuangalia mabadiliko ya ute huu, unaweza kuangalia kwenye chupi yako au tishu pale unapojifuta baada ya kutumia choo. Pia unaweza kutumia vidole vyako safi kuchukua ute kutoka ukeni ukiwa umebana vidole kutoka ukeni, kisha tenganisha kidole gumba na kidole cha shahada taratibu. Ikiwa kama ute unavuta kama ute wa yai bichi, kunyumbulika na kung'aa, basi uko katika kipindi cha rutuba, ovulation. Pia andika au rekodi muonekano na hali ya ute kwenye daftari au programu ya simu na ufuatilie mabadiliko yanayoashiria ovulation. Zifuatazo ni sifa za ute wa shingo ya kizazi katika siku tofauti tofauti za mzunguko. Siku ya 1 hadi 4. Baada ya hedhi kuisha, ute unakuwa mkavu au unaoshikana kama gundi. Kawaida huwa mweupe au una kivuli cha manjano. Siku ya 4 hadi 6, mwanamke hupata uke unaokuwa na mnato, mwanamke huhisi unyevu kidogo na ute huwa na rangi nyeupe. Siku ya 7 hadi 9, ute unakuwa mzito kama mtindi, yogurt, unyevu na wa mawingu hauko wazi sana. Siku ya 10 hadi 14, ute unavutika kama ute wa yai bichi, unateleza sana na pia unyevu hupita kiasi. Siku ya 15 hadi 28, ute unakuwa mkavu au karibu kuwa mkavu hadi hedhi itakapotokea. 2. Mabadiliko ya joto la mwili, basal body temperature. Dalili nyingine ya ovulation ni mabadiliko madogo ya joto la mwili wako wa asubuhi, basal body temperature. Hili ni joto la mwili ukiwa umepumzika, ambalo huongezeka kidogo baada ya ovulation kutokana na homoni ya progesteroni. Ili kufuatilia basal body temperature, chukua joto lako kila asubuhi mara tu unapofumbua macho kabla ya kuamka kitandani. Tumia kipima joto maalum cha basal body temperature au kipima joto cha kawaida cha kidigitali. Rekodi matokeo kwenye chati au app na angalia ongezeko la joto linalodumu kwa angalau siku 3. Hii inaashiria kwamba umesha ovulate. 3. Maumivu ya ovulation. Baadhi ya wanawake hupata maumivu ya ovulation yanayojulikana kama Mittelschmerz, ambayo ni maumivu ya kati hadi ya kawaida upande mmoja wa chini ya tumbo. Maumivu haya husababishwa na kuvutika kwa mfuko wa ovari kabla ya kutoa yai. Mittelschmerz hutokea katikati ya mzunguko wa hedhi takriban siku ya 14 kwenye mzunguko wa siku 24. Kama ukipata maumivu haya, huenda pia ukagundue dalili nyingine za ovulation kama vile mabadiliko ya ute ya shingo ya kizazi au ongezeko la joto la mwili. 4. Kuongezeka kwa hamu ya kufanya mapenzi. Wanawake wengine hupata kuongezeka kwa hamu ya kufanya mapenzi wakati wa ovulation. Hili linaweza kusababishwa na mabadiliko ya hormone au msukumo wa kiasili wa kutaka kushika mimba katika kipindi chenye uwezo mkubwa wa kushika mimba. Kama unahisi kuongezeka kwa hamu ya kufanya mapenzi, hiyo inaweza kuwa ishara kuwa una ovulate. Lakini kumbuka, si wanawake wote hupata dalili hii na sababu nyingine zinaweza kuchangia hali hiyo pia. 5. Kupitia kipimo cha ovulation. Kipimo cha ovulation kinachojulikana pia kama Ovulation Predictor Kit OPK kinaweza kusaidia kubaini ovulation. Vipimo hivi hufanya kazi kwa kugundua ongezeko la hormone ya luteinizing LH inayotokea kabla ya ovulation. Asante kwa kuchagua channel yetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wengine. Hadi wakati mwingine, endelea kujitunza na kuwa na afya njema.